Tokeni nje. Nishawaambia mimi asubuhi lazima twende. Naomba Mr. Vitenge, toka mwana tukuage twende. Haiwezekani. Mr. Vitenge mnakuwa mkubwa na mtoto. Yaani hamna baba yenu kumpa Vitenge. Ila Veve, huyu mtu amtupa hifadhi. Hifadhi gani mtu mshirikina tupu? Anashinda na vitenge na mkubwa wake yupo na vitenge. Hawana bibi yao akupa kitenge hicho. Tena ngoja. Mr. Vitenge toka ndani tukuage twende. Tumeshapurugwa. Toka ndani. Yaani Mr. Vitenge ni hivi. Tunataka tukuage sisi twende. Watu wa chuo twende. Hatuwezi kukaa huko ndani kuna ushirikina tupu. Yaani kichi kijiji ni ushirikina tupu. Kila saa hivi. Hatukai hapa kutolewa kafara sisi. Pesa zangu sijui zinaliwa na nani. Enjo twende wote, si unajua tena nilikuahidi kwamba nitakupeleka Marekani. Ndio huu muda mama, twende tukaenjoy. Hey! Enjo, hana hela huyu, hana chochote, hana maisha, babake mwenyewe hata nyumba ya chifu huyu maisha vibarakasia. Hana. Una hela gani? Yaani Enjo kama nenda kwa moyo wako mwenyewe uende kaanzisha na maisha yako. Huyu atakupotezea muda. Yaani huyu simfanishi ni matupa. Na nani yaani tunachanganya hivi twendeni. Tizareni nyinyi wagumu kuelewa. Tayari wenzenu mmeshawapoteza. Chebabu. Machupa, umefikaje huku na wewe? Mimi sina tatizo. Kijiji chetu kimejaa ushirikina. Na nipo kwa ajili ya kuwasaidia nyie. Halafu mbona unaishi mwenyewe hapa? Halafu wewe ni mjukuu wa chifu. Babu yangu ni chifu wa kijiji kingine. Yalitokea malumbano ya kifamilia. Ndio maana nikaja kufichwa huko. Hivyo hapa nipo mafichoni. Naombeni tuishi yote basi. Siondoke. Nimekuelewa. Usijali. Tajaribu kuzungumza na wenzangu. Mjukuu wa Simoni, uliniambia ikifika jioni nikukumbushe twende kukata kuni. Enjo, karibu. Asante mjukuu wa Chief Simoni. Nilikuwa na shida na Priska. Priska. Enjo, tupo. Mjukuu wa Chief Simoni samani. Nilikuwa na mazungumzo na Priska. Sawa. Priska. Ina maana wewe umeamua kuolewa kabisa? Haufikiri hata kidogo kurudi nyumbani? Kumbuka, hichi kijiji tulikuja kwa ajili ya kuomba msaada tu. Na lengo letu kuu tupate njia turudi nyumbani. Sasa sikuelewi. Mimi sikuona tumaini lolote la kurudi nyumbani. Kama ukipiga hatua moja kutoka hapo unakufa. Mimi niliona tu niolewe.
Acha ujinga Priska. Kijiji chenyewe washirikina. Mtu mwenyewe hujui hata tabia zake. Halafu mimi aliwahi kuniambia baba yake ni chifu wa kijiji jirani. Ugomvi wa familia yao ndio ulimfanya akafika hapa. Na hapa kwa sasa yuko mafichoni. Samahani ndugu zangu, mimi niko tayari kukaa na huyu mtu hata kama yupo mafichoni. Halafu mimi siko tayari kuungana na nyie. Mjukuu wa Chief Simon! Mjukuu wa Chief Simon! Angel. Angel. Priska. Mguu huu nilikuwa nakuja kwako. Hata mimi nilikuwa nakuja kwako. Wale wageni wa kizungu, mmoja kadondoka jana usiku. Huu ni utabiri wa jini Nasma umetimia. Kuanzia sasa hivi mvua hazitonyesha na kutakuwa kuna magonjwa yasiyotibika na njaa kali sana. Sasa tunafanya nini? Na mimi hapa nipo mafichoni. Si nitakufa na njaa au nirudi kwa babu? Hao unaowaita wazungu na wanaosababisha hii shida yote inabidi wakatolewe kafara kwa jini Nasma ili mambo yawe sawa. Sipo tayari kabisa. Acha ujinga wewe. Hili lazima litendeke kwa manufaa ya kijiji. Saa 5 usiku lazima atakuja kwako kwa ajili ya kulikamilisha hili swala. Mjukuu wa mzee Simoni. Mjukuu wa Chief Simoni. Tupo mtabiri. Sina muda wa kupoteza. Tulichoongea mchana. Sasa sikia. Njia kutoka huku imepatikana. Cha kufanya, twende nikupeleke kuongea na mtabiri. Hapo kuletwa kuonyeshwa njia. Nyinyi ni mikosi katika hichi kijiji. Hapo umeletwa kwa kifo. Angel. Amka jikaze tuondoke. Machupa. Machupa kashatangulia. Tuondoke. Lakini wewe si ndo mtabiri?
huu ni ujinga unaofanya au wanatakiwa wafe. Sasa naanza na wewe. Angel, pita njia, kimbia. Priska, tulia. Babu yako alikuwa support ujinga kama huu. Tumsogea.